nawe mwana wa wele, nawe baka. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini jamani. Viongozi wetu wa dini, maaskofu wetu, pamoja na viongozi wote wa kanisa, ndugu viongozi wenzangu, Speaker wetu, Prime Cabinet Secretary, mawaziri mlio hapa, wabunge, ndugu wananchi wa Bungoma, hamjambo? Bungoma mulembe, muri mwoyo, muri baramu, musangalile. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike hapa Amutala Stadium, Kimilili, Bungoma County siku ya leo kwa ibada hii maalum ya shukurani. Mimi nataka nichukue nafasi hii niwashukuru watu wote wa Bungoma wakiongozwa na viongozi wenu kwa sababu ya kukaribisha Kenya jana katika sherehe ya madaraka iliyofanyika hapa Bungoma. Wa watu wa Bungoma, mimi nasema asante sana. Viongozi wa kutoka sehemu zote za Kenya, wa Kenya kutoka mbali na karibu, walikuja jana hapa Bungoma na wamefurahi sana kujua ya kwamba kuna sehemu ya Bungoma, kuna Wakenya wazalendo na watu wazuri wakarimu. Mimi nataka niseme asante sana kwa kunisaidia kukaribisha Wakenya wenzenu. Mimi vile vile nataka niseme tumefurahi sana kwa sababu ya ushirika ambao nimeona kati ya viongozi wenu na viongozi wengine wote wa kutoka taifa letu la Kenya. This is how to build a nation. Hivi ndivyo nchi inavyojengwa. Kuhakikisha kwamba tunawaunganisha Wakenya, na tuliamua ya kwamba sherehe ya kitaifa kama hii tutakuwa tunafanya katika sehemu mbalimbali ya Kenya, ndio tuweze kupata nafasi ya kuwahamasisha na kuwaunganisha Wakenya wote. Nataka vile vile niwashukuru viongozi hao wa dini kwa kutuombea sisi tulio na nafasi ya kuongoza katika viwango mbalimbali, kutoka MCA, wabunge, magavana, maseneta, mimi naibu wa rais na wale wengine wote pamoja na mawaziri. Sote tumepata nafasi na bahati na kibali ya Mungu kuwa viongozi katika taifa hii. Nataka nishukuru sana kwa kuombea taifa letu ili tuweze kupiga hatua ya kwenda mbele vile kiongozi wetu wa ibada amesema, ili tuweze kupasuu, tuweze kuovertake na tuweze kurecover. So asante sana. Mimi kwa watu wa Bungoma, mimi nataka niseme kwa hizo siku 4 nimekuwa hapa, nimefurahi sana. Tumefanya mambo mengi pamoja na nyinyi. Tulikuwa kule Webuye West, tulienda mpaka na kule Sirisia, tumekuwa Kandui, leo tuko Kimilili, na nitarudi hizo constituencies zingine Mungu akipenda. Nimeshakubaliana na huyu investor ya kwamba tutaenda kuanzisha Technical Training College ya Webuye East siku hiyo ingine mimi nikikuja. So asanteni sana kwa kukaribisha Wakenya, asanteni sana kwa vile mlikuwa na mpango mzuri. Kwa sababu ya sherehe hii mambo kadhaa yamefanyika, kwa sababu tulikuwa na mpango ya kupeleka hii Bungoma mbele vile tulikubaliana na nyinyi wakati tulienda kwenye uchaguzi. Tuliwaambia waziwazi ya kwamba tutafanya hii kazi Mungu akitusaidia, nyinyi mkituunga mkono,
tutashirikiana na tutaenda mbele. Jana tuliangazia kwa kirefu na kwa kina maneno ya kilimo, kwa sababu kilimo ni muhimu katika kuzalisha chakula Kenya, katika kuzalisha nafasi ya ajira, katika kuzalisha exports yetu na katika kupanua uchumi wa taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaeleze yale yote tuliwaeleza jana. Mambo ya kushughulikia mbolea, maneno ya kushughulikia kahawa, maneno ya kushughulikia maziwa, mambo ya kushughulikia miwa, maneno ya kushughulikia livestock. Hiyo mipango yetu yote tumeshaweka, zingine tumeweka kwenye budget, na tutahakikisha ya kwamba yale yote tumekubaliana na nyinyi na tumeweka katika taarifa ya serikali tutayatimiza. Mimi vile vile nataka niseme kwamba kwa mambo yenu ambayo yanawahusu hapa, mjumbe wetu wa hapa ameongea kuhusu barabara, na ni kweli katika mpango wetu wa sasa kwenda mbele, sehemu ambayo tutaweka mawazo yetu na rasilimali yetu na hata budget yetu ni kwa mambo ya barabara, kwa sababu barabara inatusaidia kurahisisha usafiri, inatusaidia kufungua maeneo na sehemu ya Kenya, inatusaidia pia kwa uchukuzi, na inatusaidia kupunguza gharama zile zingine zote na kufungua every part of Kenya, ndio economic activity iweze kuendelea. So hiyo mmesema ya kutoka Sikata kuja Bokoli mpaka hapa Kimilili nitaishughulikia. Ile ingine ya kutoka Maeni hapa kwenda Kapsokwan nitaishughulikia. Na kuna ile ya kutoka hapa kwenda Brigadier mpaka Misihu na kuteremuka mpaka wapi huko? Naitiri pia nitaipangia. Alafu kuna zingine sehemu zote za Kenya. We have a comprehensive plan. Hatuwezi kukamilisha kwa mwaka mmoja, tunahitaji miaka 4 ama miaka 3-4 ndio tuweze kukamilisha hizo program zote, lakini tutazianzisha na tutapanga vile itasonga mbele mpaka tuzikamilishe. Vile vile ningependa kusema vile tulikubaliana jana, stadium yenu ambayo sasa tumechukua kama serikali ya kitaifa kujenga, contractor haondoki hapo mpaka ikamilike. Vile mliona bado iko na kazi ya kufanyika. So tutakamilisha stadium yenu, tutajenga vizuri to the highest standard possible, ili sasa mtakuwa na international stadium hapa. Mechi ile inachezewa any part, ile ya Arsenal ama Manchester United wanaweza kuja kucheza hapa. Ninasikia speaker ni fan wa Arsenal na hao wengine ni fan wa hiyo ingine. So msiniulize mimi ni wa kundi gani, acha ni sawa sawa. So hiyo stadium tutakamilisha, na nishakubaliana na speaker ama na governor wenu ya kwamba hiyo stadium tukikamilisha we will hand over to the county. Na tukihand over kwa county, bwana speaker, hiyo stadium wakati mtu anataka kutumia hiyo stadium alipe. Mtu asiende hapo tu kuhangaika, anaharibu stadium, anaharibu nyasi, anatumia everywhere alafu anatoka. Hapana. Ili tuweze kuwa na stadium ambayo lazima tuweke management ya stadium. Mtu akitaka kama ni ako na show yake apeleke huko, alipe mangondo kidogo, ndio tutumie kuchunga hiyo stadium isirudi nyuma. Ndio. Na kama mtu hataki kulipa, aende atengeneze mambo yake kwa barabara, hakuna shida, anaweza kwenda, viwanja ni mingi. Tunaelewana? So we must be responsible stewards of public resources. Na kama inatengenezwa na pesa ya umma, mali ya hawa wananchi lazima pia ichungwe na iwekwe mpango mzuri ya kulinda. So mambo ya airport vile vile tumekubaliana. Si mnajua ilikuwa airstrip.
Sasa tumekubaliana tutawacha isikue airstrip, sasa tutajenga ikue airport. Tena tumekubaliana na ni vizuri saa ile tunafanya round up siku ya leo tukubaliane ile tumekubaliana. Huyu county government MCS mko hapo mpaka na speaker governor wenu, muweke pesa ya kununua tu shamba. Kuna shamba kidogo hapo mnaweza kupanua. Mimi nitajenga ile runway kubwa na nitajenga terminal mahali ukifika unaenda unakata tikiti unafanya nini, basi ndio hiyo airport sasa ikue kamili. Na mnajua hii airport sisi wote tutatumia. Mnajua kutoka hapo Matulo mpaka Sugoi ni kilomita 19. Kutoka kule airport ya Eldoret mpaka Sugoi ni kilomita 28. Si unaona sasa mimi nitakuwa natumia hata hii ya Matulo. So tutakuwa tunang'ang'ania hapa. Si ndio? So tushirikiane namna hiyo na tuendelee ili tuweze kukamilisha hii airport. Tayari nimeanza kufence kwa sababu mimi sitaki kugombana na watu. Wale watu mlikuwa mnachunga ng'ombe hapo kwa airport, sasa mjipange. Nimeweka singenge. Hakuna tena. Unajua sasa kama ndege itakuwa inalanda hapo iko mahali ya ng'ombe kukula nyasi kweli? Tunaweza tu kuruhusu mkuje mkate nyasi na nini mpeleke huko nje. So tutashirikiana namna hiyo. Vile vile tumekubaliana ya kwamba hapa Bungoma, kwa sababu tuko na mpango ya kitaifa, we have a national program, ile ambayo kidogo ilikuwa imelegea kwa sababu hatukuwa na pesa ya kutosha ya last mile connectivity. Sasa tumeongea na marafiki, watu wa EU wametupatia grant, sio loan, wametupatia grant, pesa ambayo hailipwi, shilingi bilioni 4.3. Na pia wametupatia loan ya bilioni 22. So tuko na pesa karibu bilioni 27. Hiyo pesa tumegawanya nchi mzima na Bungoma mmepata bilioni 2. Nia yetu ni kuongeza watu wa Bungoma wenye hawana stima, watu wengine 25,000 tutawaunganishia stima in the next 1.5 years, ili tuweze kusukuma hii stima ifike katika kila kijiji. Vile vile hiyo kazi nishakubaliana na wabunge wenu, watatueleza wakiketi chini na wizara, watakubaliana mahali fulani hakuna stima tupeleke huko, mahali fulani hatuna stima tupeleke huko. Vile vile mimi nilitangaza juzi ya kwamba wale mnasoma gazeti, tumeweka kandarasi ya nyumba zingine 6,000 ya Bungoma County kwa ile program yetu ya housing. Kwa sababu hii mashamba mko naye hapo mbele, hatutaki tena hizi mashamba mko naye mnatusaidia kuzalisha chakula, hatutaki ikatwe tena. Tunataka hiyo shamba ikae mzuri, izalishe chakula, ndio ituondolee njaa, makao, mahali watu kuishi. Tutatengeneza township, watoto wetu wataenda huko, tutapanga factory, tutapanga industry, tutawapangia ajira, hii shamba tutumie kuzalisha chakula. Nyinyi mnanielewa? So tunataka tuendelee kwa sababu hii Bungoma ni agricultural county. Kama Trans Nzoia, kama Eldoret, kama kule kwingine, sisi hii dunia ni ya agricultural county. So tunataka kuhakikisha kwamba we focus on agriculture in these areas so that we can create enough food security in the country. Na nikiwa hapo niwashukuru sana. Nyinyi watu wa Bungoma, nyinyi ni watu wa maana sana. Mumezalisha chakula mkawa na ya kutosha mpaka mnanisaidia kulisha Wakenya wengine. Jamani, mimi nasema asante sana. Ile watu walikuwa wananisumbua huko Nairobi wananifanyia maandamano, mumenisaidia.
kwa sababu sasa maandamano imekwama. Ile unga ilikuwa 250, nilikuwa najaribu kutangaza hapo Bugembe juzi, nilikuwa hapo Bugembe kwa maduka, nikasema hiyo unga imekuja shilingi 100. Mwananchi akaniambia hapana, imefika 80, gorogoro iko 80 saa hii. Kamwambia Bwana asifiwe. Kwa sababu sasa wale wenye walikuwa wananihangaisha huko na maandamano wamekosa namna. Lakini mimi nawashukuru sana, na mimi nimewahakikishia nitasimama na wakulima kidete kuhakikisha kwamba wanapata msaada wa serikali, wazidi kutuzalishia chakula, ndio tuondoe kabisa aibu ya njaa katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwashukuru wakulima wa Kenya mzima. Tumetumia kwa miaka miwili magunia milioni 15 kusambaza kwa bei nafuu. Vile Didmas ameeleza tuongeze, mimi nitaongeza mwaka ujao. Lakini nimetembea kwa barabara Bungoma hii. Unaenda kwa shamba ya mtu fulani, unaona mahindi yake iko mzuri, ameweka mbolea gunia 2. Kuna mwingine hapo anafuata, ameweka nusu gunia, mahindi yake inakaa kama ya wazungu. Imekaa iko na rangi nyingine hapo karibu inakuwa So mimi nataka niwaulize wakulima. Hata mimi ni mkulima. So tumia mbolea ya kutosha. Minimum 2 bags per acre. Ndio utapata 20 bags ama 30 bags. Lakini ukiweka nusu ama gunia moja utapata kiwango ya chini. Na unajua ukipata kiwango ya chini, shamba ni ile ile, kupalilia ni ile ile, kufanya hiyo kazi nyingine ni ile ile. So utakuwa unafanya kazi kubwa na mapato kidogo. So we need to enhance our productivity. Tunataka kuinua mapato ya kila shamba. Kiwa na eka moja upate magunia 20, unakula 10 na familia yako 10, unatengeneza mali, unasonga mbele. So tunataka tushirikiane namna hiyo. Vile vile ningependa kusema nimesikia mambo yenu ya Matili hapa, hii Technical Training College. Na nimekubali ya kwamba tuanze hatua ya kufanya Matili iwe National Polytechnic. Hapo iko barabara, iko maneno kidogo lazima ifanyike namna hii. Mkishindwa munitafute nyuma ya hema, nitawasaidia vile ya kusonga. Sinema hiyo. So na vile vile Didmas alikuwa amenieleza ya kwamba pale Matili iko sehemu pande mbili ya barabara. Na pale saa zingine inatokea matatizo ya magari. So tutaona vile tutaweka either flyover pale ndio watoto wasipate ajali ya barabara. Lakini kufanya hiyo National Polytechnic tuko na taratibu na nisha approve ya kwamba we begin the process. Ndio tufanye Matili iungane na zile National Polytechnic zingine, ndio mambo ya Kenya iweze kusonga mbele. Wale watoto wanasoma hapo, nilikuwa huko kwa graduation last nafikiri miaka 2 iliyopita. Nilikuwa pale kwa graduation. Wale watoto wanasoma pale wanatoka Kenya mzima. Sio shule ya hapa Kimilili ama Bungoma, ni shule ya Kenya. So we will support because it is already a national institution, because it serves Kenyans from every part of the Republic. So it is befitting for it to be a national polytechnic. So tutashirikiana namna hiyo. Mimi vile vile nataka niwashukuru sana. Najua kuna mambo yale mengine mengi tumekubaliana na viongozi wenu. Sitaki kutaja sana. Ile maneno tu nataka nimalizie ni maneno ya Nzoia. Hii maneno ya Nzoia, tutafanya Nzoia mpaka ikae sawa sawa. Najua wafanyikazi wa pale bado wanangojea maneno. Nataka niwaambie wafanyikazi, nilikuwa nafikiria ya kwamba tumemaliza process, lakini nimeambiwa pesa ya wafanyikazi iko katika supplementary budget ambayo inakuwa approved this week. Ikisha approved hii wiki inayokuja, hiyo wiki ingine tutalete hapa milioni 150 tulipe wafanyikazi ile pesa yao. Lakini itakuwa ni karibu ya mwisho tukifanya maneno mtindo hiyo. Tukienda mbele,
na nataka mnisikize vizuri kama nyinyi ni viongozi na wananchi wa hapa. Tukienda mbele, ile mfumo wa usimamizi tutaweka, ile leasing program tutaweka, ni ile itafanya mambo matatu. Ya kwanza, kulipa mkulima, akideliver miwa yake analipwa. Ya pili, walipe wakulima. Ya tatu, kwa sababu wanatumia nucleus ya wananchi ekari karibu 15,000 na wanafanya biashara na hii miwa yenu, lazima nyinyi wakulima wa miwa mupate bonus. Vile wakulima wa chai wanapata bonus, mimi nikisimama hapa, I will make sure mkulima wa miwa analipwa, wafanyikazi wanalipwa na analipwa bonus, ndio dunia iweze kusonga mbele. So tutashirikiana hivyo, na sitakubali watu walete Kiingereza hapa katikati. Si hii kitu imesumbua sisi 40 years. Tukienda juu na rudi chini. Tunalete milioni ngapi? Tunalete bilioni 1 inapotea. Tunalete 500 million inapotea. Tukirudi wakulima hawajalipwa, wafanyikazi hawajalipwa. So we are going to sort it out once and for all this time round. And I give you my commitment, we will do it. Tunaelewana? Tayari nimekamilisha mambo ya Mumias. Na nitakuja Mumias kuja kutangaza because we have signed off now all the agreements. Nataka ni sort out maneno ya cogen ambaye iko hapo, ambaye bado kidogo Kiingereza yake iko, lakini the factory tumemaliza. Hiyo ingine nitashughulikia nimalize, ndio sasa hiyo dunia iweze kusonga mbele. Lakini wakulima tayari wa Mumias in the next 1 year watakuwa wanapata bonus yao, wala wa Mumias. Sasa hii yenu nataka kunyorosha tupeleke mbele. Kwa hivyo mimi nataka niwashukuru sana, na pia niseme kwa ndugu zetu, nimesikia kidogo kuna malalamiko, sijui Kakamega, sijui wapi. Nataka mtulize boli. Ile mpango tuko naye ni ya Kenya mzima, na nilisema hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma. We are going to make sure every part of Kenya, every region must be part of the development of Kenya. There is no thriving Kenya if there is no progressive counties. We must make sure that all our counties are moving together. Kwa watu wa Kakamega, mimi niko njiani. Ijumaa hii mimi natuma waziri Mvurya akuje alete ule contractor ambaye atajenga gold refinery. Tumepatiana kandarasi ya bilioni 5 na laki 3, 5.3 billion factory ya gold refinery Kakamega County. Na tutakuja na mambo yake ingine ya hapo. Kule Vihiga msifikiri tumewacha nyuma. Tayari na county government tumekubaliana na tumetoa kandarasi ya 2.8 billion ya granite factory pale Vihiga. Na hiyo pia wiki hiyo ingine natumana waziri, alafu mimi nitafuatilia mwenyewe wakati hiyo kazi imeanza. Hapa Busia, huyu Otuoma atawaeleza. Kwa zile special economic zones 6 ambaye tumetengeneza, na nilikuwa Marekani juzi, na kati ya mikataba tumekubaliana nayo ni ile ya AGOA ambayo inatupatia nafasi ya industries zetu kuuza bidhaa zake katika soko la Marekani bila ya kulipishwa duty, bila ya kuwekewa quota. Tutaweza ile bidhaa yote tunatengeneza tunaweza kuuza katika soko la Marekani. Ni kati ya mambo tulikubaliana na rais wa Marekani. Na katika hiyo special economic zones 6, moja tunajenga Busia. Na huyu governor nataka nimshukuru kwa sababu tulikubaliana na yeye, tayari contractor yuko on site as I talk to you. Milioni 500 ya kwanza tumempatia,
aanze kutengeneza hiyo special economic zone. Nitamwekea pesa ingine 2.5 billion tukamilishe hiyo special economic zone, ndio tupate mahali ambapo vijana watafanya kazi kama 20,000, 30,000 hapa Busia, na vijana wengine watatoka na hapa Kimilili mwende mfanye kazi huko. Saa hizi tuko na vijana karibu 50,000 wanafanya kazi pale Athi River kwa EPZ. It is the same thing we are going to do here in Busia. So nikiwaeleza hivyo ndio mjue hakuna sehemu ya Kenya itabaki nyuma. Tunatembea sambamba pamoja ili tuweze kupeleka Kenya mbele. Na ni vizuri tukuje vile tumekuja. Nimefurahi sana. Wabunge wengi wamekuja hapa Bungoma. Viongozi wengi wa kutoka sehemu mbalimbali wametembelea katika sherehe hii. Na ni kwa sababu inatuletea kuelewana, kutengamana ama kuungana, kushikana, kufanya kazi pamoja. Sababu ya sisi kulete sherehe hii ya kitaifa hapa Bungoma ni kwa sababu tunataka kuunganisha Kenya. Sababu yetu ya kusambaza maendeleo kila sehemu ya Kenya ni kwa sababu tunatafuta umoja. Na mimi nataka nieleze viongozi, hasa wabunge. Kwa katiba, kazi ya bunge ama kazi ya mbunge ni kazi mara 3. Kazi ya kwanza ni uwakilishi, representation. Hapo ndio unapeleka hoja ya watu wako serikalini na bunge. So your job of representation is about your constituency. Ile kazi ingine mbili imebaki is not about your constituency. It is about the nation of Kenya. Hiyo kazi ingine mbili ya oversight na kazi hiyo ingine ya legislation inafanywa katika bunge la kitaifa. Na ile bunge is not a village parliament. Sio bunge la kijiji, ni bunge la kitaifa. It's not a village assembly. It is the National Assembly of Kenya. So, members of parliament, you should know that you have a duty to your constituency through representation, but you also have a duty to the nation because of your legislative assignment and because of your oversight responsibility. And it is upon you as a member of parliament to represent your people of your constituency. But you also have an extra duty of legislating for Kenya, of providing oversight for Kenya. And if you want to understand those two roles, you cannot live in your constituency and understand those other roles. You have to get out of your constituency, go to the next place, understand Kenya, so that as you legislate in parliament, you understand your country. So that as you play your oversight role, whether it is a project in which county or which county, you have an understanding of what it is. I want to encourage you, as members of parliament, to represent your constituencies effectively, but to also move around Kenya so that you understand and discharge your responsibilities better of oversight and of legislation as you do it for the people of Kenya equally. Ndio mimi nimefurahi sana, naona wabunge wengi wamekuja hapa, na washauri wabunge wetu, tekeleza wajibu wako katika constituency yako ya kuwakilisha watu ambao wamekuchagua. Lakini vile vile tekeleza wajibu wako wa oversight, tekeleza wajibu wako wa legislation kwa Wakenya wote, na ni lazima uwaelewe na utembee Kenya ndio uelewe, ili kazi ambayo uko nayo ndani ya katiba utekeleze vile inavyopaswa. So, and that way we will build a strong, prosperous, united nation called Kenya. Nimeshukuru sana vile
askofu wamesema hapa, maaskofu wetu, na wametuambia ya kwamba siku zetu za usoni iko sawa. Tukiona pale mbele, tumeambiwa na mhubiri wetu wa leo, kuna Mungu atatufungulia njia. Uchumi wetu itaimarika. Kilimo yetu itatuletea chakula ya kutosha. Ile mpango tuko nayo, vijana wetu watapata ajira. Na mambo yale mengine yote ambayo tumepanga. Na ndio sababu vile nimesema tunapanga housing, pia soko yenu ya hapa. Tulijenga hii ya Kimilili hapa, saa hii tunajenga ya Kamukuywa pale. Pale Kamukuywa tumeweka milioni 270. We are building a good market there. Muliona tumetangaza ya Chwele, tumetangaza soko zingine karibu 8. So mimi nakubaliana na wewe mhubiri wetu wa leo kwamba the future of our nation is great. We are a great nation, we are a blessed country. Na msikubali, na waomba kwa unyenyekevu, wale wanaotutabiria giza na kututabiria maovu kule mbele, hizo ndimi naomba maaskofu muombe zikome. Because this nation, and I am speaking as the leader of this great nation, this nation is a blessed nation. This nation is going places. Tumepata heshima bara la Afrika, tumepata heshima duniani kote. Uchumi wa Kenya inainuka. Tunazalisha chakula Kenya, hata ndani ya changamoto, chakula sasa imepatikana kwa bei nafuu. And I am very confident about the future of our nation. I am very confident about the future of Kenya. What we need is to stay united, to stay focused, and to plan properly, working together. Na wauliza viongozi wote, hasa wale tulio na nafasi ya kuongoza serikali, tusianze siasa ya kugawanya watu. Mimi nimekuwa katika hii siasa sasa kwa muda, na naelewa siasa sana, na naelewa hatari ya siasa ya kugawanya watu kwa misingi ya ukabila. Nataka niwasihi, tafadhali, nirudie tena, tafadhali, sisi tulio viongozi, tusitembee barabara telezi ya kugawanya Wakenya kwa misingi ya kabila. Please, tuko na kazi kubwa. Tuko na kazi ya barabara, tuko na kazi ya maji, tuko na kazi ya stima, tuko na program ya housing, tuko na program ya kilimo, tuko na program kubwa ya kubadilisha Kenya. Let us focus our energy, let us focus our attention in the transformation of Kenya, not in the division of our country. Let us focus in the transformation of Kenya. And I want to request and urge all leaders, let's go that direction. Unajua, mimi nilikuwa nimewaambia, mkinichunga vizuri nitakaa hapa mpaka Monday, Tuesday. Na kwa kweli, mumenichunga vizuri. Vile mmepokea wakeni wa Kenya, nyinyi ni watu smart, mko mbele. Na unajua, nilisema juzi nikiwa pale Chwele, nikasema, nyinyi kwanza, nyinyi watu wa Bungoma, sijui ni Roho Mtakatifu, sijui ni gani, lakini nyinyi mko na uwezo ya kusoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Kwa sababu, yani nyinyi mlijua ile kundi itashinda uchaguzi ni hii. Mkajipanga hapa mapema. Hata wengine wanashangaa, na hii Bungoma walijuaje hii maneno? Si ndio? Wakati wengine bado walikuwa wanasema tibi tialala wako kwa rege, nyinyi mlitoka huko zamani. Si ndio?
So mimi nataka niwaeleze ya kwamba hii safari kweli kama ingekuwa ni vile ningekaa hata wiki moja, lakini mtanisamehe kwa sababu unajua pia nyinyi mlinipatia kazi, si ndio? Na hiyo kazi lazima nifanye. So leo nikitoka hapa Bungoma jioni, mimi napanda ndege naenda Korea, na siendi matembezi na siendi ati utalii. Mimi naenda kazi yenu. Niko na kazi na mara 3. Juzi wakati nilikuwa Marekani, kuna kandarasi karibu 5 ama mikataba 5 tuliweka sahihi. Moja yao ni ya dola bilioni 1 ya data center pale Naivasha, ambayo itakuwa ya karibu bara mzima kupitia ama tukitumia umeme wa geothermal. Ya pili, Kenya ilikuwa nchi ya kwanza katika bara lote la Afrika kufanya na kampuni ambazo zitatengeneza chips ya teknolojia. First country in the continent. We are now going to be part of the manufacturing of chips in the whole of this industry. Yaani ile inatumika katika masimu, ile inatumika katika makompyuta, sio chips ya kukula hii mandazi. Wengine nyinyi mnafikiri tunasema chips hii ya chapo sijui. Yaani ile teknolojia inatumika kutengeneza kompyuta, inatumika kutengeneza simu, inatumika kutengeneza the technology of the 21st century. Hapo ndio Kenya tutakuwa na makampuni kama Google, Microsoft, Intel, hizo zingine zote. Hapo ndio tutakuwa tumekaa pamoja kwa meza moja, na tutakuwa nchi pekee katika bara letu la Afrika. Leo mimi naenda Korea kwa sababu ya mambo matatu. Nilikuwa Korea mwaka uliopita, tukakubaliana na rais wa kule ya kwamba tunataka kuunganisha university yetu pale ya iko Athi River na university yao, na wametupatia pesa bilioni 40 ya vijana katika creative economy. Na hiyo pesa ndio vijana wetu tuwasukume katika creative economy. Muliona nilitembelea one of the largest creative economy people in America. Na sasa tunataka kutengeneza wenzao hapa Kenya. Ya pili, tulikubaliana na yeye ya kwamba nchi ya Kenya kuna sehemu kubwa haina maji ya kutosha. So tumekubaliana watatupatia pesa bilioni 25 ya vifaa ya kutengeneza mabwawa ya maji, mambo ya irrigation. Na vile vile tumekubaliana ya kwamba tukienda kule bado tutapanua mambo yetu ya kilimo na mambo yetu ya ajira. Tumekamilisha, wakati nilikutana na rais, tulianza kupanga mambo ya export ya vijana wetu wapate ajira kule Korea. So tunaenda kuweka sahihi ndio vijana 5,000, 6,000, 10 waende wafanye kazi, watuletee madola, tujenge Kenya. So hiyo ndio kazi mimi naendea. So si mnakubali ni ya muhimu? So niende ama nilale? Haya, asante, mmenirelease. Nilikuwa lazima ni explain ndio msione huyu mtu mbona tulimchunga na tulikuwa na mkataba, tukimchunga anakaa. So mniruhusu niende nifanye hiyo kazi, itakuwa yenu na itakuwa pia ya Wakenya wengine. So mimi nimefurahi sana. Asanteni sana kwa kutukaribisha hapa Bungoma. Tumefurahi. Mwisho kabisa nimeambiwa na Lusaka kuna watu wa mama mboga hapa. Na hii mama mboga ndio watu wangu. Shida tu kidogo imetokea. Sasa huyu Papa wa Roma amekuja amesema iko kitu inaitwa exuberance of joy. Sasa wa mama mboga wanauliza hii exuberance ni kitu gani? Ama mulielewa hii exuberance? So wewe weta please.
ukifika huku unapunguza kidogo Kiingereza ndio wale washike network. So Lusaka gavana wenu ameniambia ya kwamba mko na maneno mmepanga na amewapanga. Si alisema hapa amewapanga? Na mimi niko katika hiyo msururu ya kupangana. So nitapatia Lusaka milioni 3 aendelee kuwapanga na mfanye biashara. Ndio. Haya. Naye huyu Titimas. Na Titimas ni mzuri, Bishop ulisema. Huyu Titimas wakati nyinyi mko anatutisha sana, mimi ndio askofu. Sasa leo saa hii amekuja hapa sioni, amekuja kuketi pande hii. Kama wewe Titimas unatutishanga wewe ni askofu, mbona hujageti huko? So huyu askofu hapo katikati. Na unajua sasa nilikuwa namuuliza juzi, hii askofu yako ya kuhubiri Wednesday, mbona ungojei Jumapili? Anasema mimi ni askofu wa weekday. Kifika Jumapili anaachia nyinyi. So amenieleza ya kwamba mko na kitu ingine hapa inaitwa nini ile kitu wewe ulisema? Kimilili Girls. Ananiambia kuna shule ya Kimilili Girls. Ngojea kidogo. Mnaniharakisha sasa, hata kama mimi nitaenda, ndege yangu ni ya jioni. So ngojeni, mimi bado niko time. Msiniharakishe. Sawa. Aliniambia kwanza kuna watoto wetu wa shule inaitwa Kimilili Girls. Na anasema inahitaji marekebisho. So nimemwambia serikali itatuma milioni 10 atengeneze hiyo shule. Ndio? Wale wako huko baadhi yao ni watoto wenu na watoto wa Kenya. Si namna hiyo? Haya, alafu pia amenieleza kuna huduma center hapa Kimilili. Imejengwa namna hii bado haijafika mahali mzuri. So nimekubali tena, tutatoa milioni 5 tukamilishe, tuweke vifaa ndio ikamilike. Ni sawa hiyo? Alafu sasa ni ile mmesema ya bus. Sasa hii bus kuna vile tulikuwa tumekubaliana, na sitaki niseme. Sasa huyu Didmas ameniruka. Akasema yeye ataenda kutoa fare. Sasa mnaona kweli hapo, na alikuwa ameniambia tunagawana nusu. Sasa nikafikiria kumbe nusu yake ni fare, ati mimi vile nilikuwa nafikiri nusu tunagawana hii 3 million nusu, lakini sasa anyway, kwa sababu you did mas ni mti yangu, si ndio? Nimekubali hiyo milioni 3 nitatoa. Na sasa wewe Didmas, usibadilishe tena ile ya fare, sasa utoe. Unajua tuliokuwa tumeongea 50-50 ukabadilisha. Sasa hii ya fare utabadilisha tena? Haya, amesema hatabadilisha, atatoa fare. So tutaendelea pamoja hapo. So otherwise ndugu zangu, watu wa Bungoma, maaskofu wetu, asante sana kwa kutuombea, kwa kuombea kaunti yetu hii ya Bungoma na taifa letu zima la Kenya. Nataka nishukuru viongozi wote wenzangu walio hapa, niwahakikishie ya kwamba tutafanya kazi kwa pamoja, tujenge taifa moja, taifa ambayo sisi wote tutajivunia. Asanteni sana. Orio muno, Nyasaye mulinde. Mungu wabariki sana jameni, na ninawapenda. Yangula
for the opportunity that you are able to give to us, to give you thanks and to worship you this morning and this afternoon. We continue to pray as we plead with you to accept our prayers of penitence, and Lord, seek your indulgence in all the things that are concerning this land. We pray that you will heal our land. You will continue to heal our land. Accept our petitions and prayers of thanksgiving, and help us to pursue and overtake our enemies as we continue to fight the enemies of this nation, the disasters that we experience